Wadau, kuna kijana alifungwa 27 good years pale South Africa, anaitwa Nelson Mandela. Aliingia prison in 1964 na akatoka in 1990, na after that akaproceed kukuwa the first black president of South Africa. This is the amazing story of Nelson Mandela. So huyu kijana alizaliwa in 1918, tarehe 18 Julai. Alizaliwa kwa familia ya kitajiri, si sana lakini kidogo walikuwa wanajiweza. Juu walikuwa wamezaliwa kwa chief, kwa familia babake alikuwa ni chief, babake alikuwa anajulikana kama Kosi Madiba Mandela. So hii time ukijana alizaliwa ndo wakoloni walikuwa wameingia South Africa, but hawako wameingia ile sana kabisa. So unapata kile kijiji huko ndani hawajafika kabisa. So by the time kijana anafikisha mwaka moja hivi, wazungu walikuwa wameingia South Africa na walikuwa wameanza kuwa rule na kuwakalia mbaya. So babake akiwa kama chief alikorofishana na one of officials wa hiyo time. So ikakuwa ni aje hawezi endelea kuishi kwa hiyo kijiji juu babake kisu itamuhusu. So what happened ni walitokanga kwa hiyo kijiji wakahamia kwa kijiji kingine yenye iko interior kidogo. In 1920 kijana akiwa barely kitu 2 years babake akaona boys ako na potential na akaona ni aje atamuenroll kwa shule, na kijana akaingia shule. Kijana kuingia tu hivi shule immediately mwalimu wake akamuuliza ni aje kijana, unaitwa nani? Kijana akasema Roilala. Alikuwa madam, hiyo jina tu ilimbamba, lakini kuna vile alifilu kijana afai hii jina ni kama si yake. So akamwambia kutoka leo unaitwa Nelson. So jina Nelson alipewa na mwalimu wake time waliendanga shule. So this time kijana shule naye alikuwa clean, mambo ya mahesabu na kusoma 1 2 tuseme hizo science. Kijana alikuwa tu ameiva. Na then kijana akafikisha 12 years, the worst can happen manze, ili happen. So kijana alipoteza mzayo wake Kosi. So Kosi tukampoteza na kijana hakuwa na option. Kabidi amefunga tu virago vizuri, amerudi mtaa na mambo yake na masomo ameachana nayo. Juniaje msee mwenye alikuwa na finance masomo yake this time ameishia na haoni hope tena ya kuendelea kusoma. So acha walishe huko wasumbuliwe na wazungu, afanye wazungu kazi na maisha yake iko hivyo. But mambo ya Mungu unajua tu ni yale yale. So nilikuwa nimekushoniaje huyu kijana babake alikuwa ni chief. So kwa the neighboring community kulikuwa na chief mwenye alikuwa anaitwa Daliembo. So huyu chief alichukua kijana na akajitwika jukumu la kumlea kama mtoto wake. So kijana akarudishwa shule na maisha yake ya shule ikaanza upya, na pia lifestyle yake pia ikaanza upya juu alienda kulelewa in another family yenye si watu wao. So kijana after amerudi shule at tender age of 16 years old kukakuwa na kitu inaitwa jando. Jando ni bali pale vijana wadogo wanachukuliwa wanaenda wanafundishwa vitu 1 2, wanaambiwa ni aje as a man unafaa ingia kwa msitu upigane ukue king. Aufai ukienda kwa msitu ukipatana na simba unatoroka, unafaa unaua simba. As a man unafaa una provide ya familia yako, vitu kama hizo. Hizi ni vitu zenye unaelewa tu African culture. Lazima mtoto wa kiume akuzwe, afunzwe mambo 2 matatu kuhusu kukua boy si mchezo, ikwangi rahisi. So hii time after wameenda jando wakisomeshwa, wakikuzwa, wakielezwa mapana na marefu jinsi ya kuwa mwanaume, kuna ile time inafikanga ya graduation. Like sasa mna graduate na kila mtu anarudi makwao. At least you shall learn 1 or 2 things zitakusaidia kwa maisha. So hii time walikuwa na graduate, lazima kukuwe na ule mtu mkubwa mwenye atakuja kupitishia parade.
Na hiyo time msee mwenye alikam ni none other than this chief mwenye alikuwa anaitwa Ndaliambo. So hii time alikam, time yake ya kutoa speech akamwambia ni aje, wadau, mshaona wazungu washaingia hapa kwetu, washachukua mashamba. Juzi kuna kijana pale alimadwa, hiyo mliona. Haya, familia iko inaishi hapa kando yetu walifanya vibaya, hata washaenda, shamba yao pia ishachukuliwa. Na manze, nyinyi kama vijana, nyinyi ndo the hope, nyinyi ndo mnaweza tusaidia kwa hii vita. Juu hakuna vile mzungu atatoka huko akuje hapa kwetu atunyanyase mali tumezaliwa, our motherland. Haiwezi. So vijana, as mna grow, mjue ni aje nyinyi ndio tunawategemea. Na hiyo kitu ilijenga sana huyo kijana. At the back of his mind akajua ni aje, one day kitakuja kueleweka. Lazima turudishiwe kilicho chetu na lazima tupate uhuru. So kijana aka proceed na masomo yake, akaingia college. College ilikuwa inajiita Welsian Blackberry College Boarding School. So after ametoka college, kijana akaingia university. Hiyo ilikuwa in 1939. University inajulikana kama Wells Air University. So kijana akaingia shule na alikuwa na matarajio ya kukuwa politician. So bila kupoteza wakati, kijana aka-enroll kusomea law. So akasoma law, na si law peke yake, akasoma law, akasoma politics na akasoma English. So unaweza tell politician atakuwaje mdeadly. Juu kitu ya kwanza, mtu anajua politics. Si kujua tu hivyo just kujua ameisomea, anajua law. So huwezi mpeleka kotini umwambie hii fai, anajua na anajua kizungu. Hiyo sasa nayo ilikuwa mbaya. So kijana akapiga first year. Ikikuwa second year, kijana akaelectiwa kukuwa the president of the school. So after ameelectiwa kukuwa prezo wa shule, kijana kuna vitu 2-3 hazikuwa zinambamba. Kuna vile shule ilikuwa inawanyanyasa, maybe vitu zenye walikuwa wanalipia hawakuwa wanapewa. Kwanza sana story ya food ilikuwa inambo sana. Juu walikuwa wanapikiwa chakula duni na manze wamelipa fees. Na keep in mind, hii shule ilikuwa ya only blacks, na then blacks wenyewe pia walikuwa wanawafinyilia. So hii kitu like ilikuwa inambo sana. So walikuwa na organize strikes shule, wanabonda, hawakuli, wanachukua hizo food wanazimwaga. Like ni aje manze, tutitini kama binadamu manze, unatutreat vibaya. So the management ya shule ikaona ni aje, huyu kijana amekuwa kichwa ngumu na hatuwezi endelea tu hivi. Juu tunapika food wanamwaga, ni kama hataki kusoma. Na nani anaongoza? Nelson. So management ikamuita, kampea barua, ikamwambia ni aje, baba, fanya aje, unaona ile gate, nataka utokee hapo hivyo. Utoke kwa hiyo gate, utoke shule kabisa, tumekususpend. Na ile siku utafeel unaweza rudi shule usome, utarudi na tutakurudishia cheo chako kama president of the school, but hizi vitu zenye mnafanya huko shule hazibambi. So kijana alijitetea akasema afanye hizi vitu just for the sake of, anafanya for the benefit of the school and the wasee wenye wanaishi na wao wakuwe na maisha poa na student wasikuwa na nyanyaswa. But hiyo story ilibidi the head of the school amemwambia ni aje, hiyo itabidi tu umeenda kuambia wazazi wako huko, but as long as uko kwa hii shule lazima usome na lazima vitu ulipata hapa zitakuwa hivyo na utaiacha hapa. So kijana hakuwa na otherwise, akastep akaenda home, akaambia mzae wake whatever has happened in school. So mzae wake akamsikiza, akamwambia it's okay, you are a man, whatever you are fighting for either utapata ama utakosa, but cha muhimu mtu wangu lazima usome. So akambembeleza, akamwambia ni aje, kijana, rudi tu shule angalau upate cheti na umalize shule. So Nelson akamwambia mzae kurudi shule uongo mbaya, hiyo nayo haita make. Boys akaingia beast mode na akabaki mtaani. So yeye akarudi mtaani, kaendelea tu kufanya zile tu shughuli za kawaida. Unaamka asubuhi, unaenda unalisha, siku inaisha, unarudi. Siku nyingine unaamka asubuhi, unafunzwa skill mpya, unaambiwa hivi ndio hivyo kunafanyika. Vitu kama hizo.
So mzazi wake akaona ni aje, boys tutaka hapa na yeye na hivyo tu ndo ishakuwa, so acha tumtafutie tu bibi. So ilikuanga hiyo time ukikuwa mkubwa familia yako inakutafutia bibi, alafu wewe unakuja unaoa. So chief kama kawaida kamtafutia msichana mrembo na wakapanga ile siku yenye kijana atakuja kuoa. So akaambiwa ni aje, tarehe fulani siku fulani ujipange masaa fulani, ndo siku ya harusi yako ndo itafanyika. Nelson akasema ina mambo yako tu sawa. So siku ambayo ilipangwa ya harusi kijana akatoroka nyumbani. So hakuna harusi ilifanyika. Kijana akatoroka nyumbani kutoka kwao kijijini. This time ameingia Johannesburg. Johannesburg ni the second largest city in South Africa. So unaweza tell alitoka sasa kijijini ameingia mjini, na unajua pia mjini mambo ya maisha ya mjini na ya mashinani pia ni tofauti. So yeye kupoteza time akajoin university yenye ilikuwa inajiita Witwatersrand, akajoin na bado akaenroll kufanya law. So hii time wazungu walikuwa wameingia South Africa kabisa na walikuwa wao ndo kusema. So unaweza kama uko kijijini walikuwa wamefinyiliwa, unaweza jua tao ilikuwa noma. Juu sasa ashaingia tao. So tao kamba zimekazwa vizuri. So kama kijijini mzungu alikuwa anakupiga kofi, hapa ni unakatwa mkono. So unaweza tell like how dangerous it was. But kijana juu ashaamua hii ndo maisha yake, hakuwa na otherwise. So si kijana ashaingia Johannesburg, ashaenroll shule, so ashaingia kwa law. Na then ujue this time hakuna mtu anamwangalia, hakuna mtu atamlipia vitu 1-2 za shule. So alijitwika jukumu la kujifanyia kazi na kujilipia ama kujiendeleza kimaisha. So this time like kupata pesa kwako ilikuwa ni ngumu. So what happened ilikuwa maybe wewe ndio ulimekwa shamba ya mzungu ama ufanyie mzungu something na in return atakupea kitu kidogo. Now the little we got ndo alikuwa analipanga nayo school fees. Na with time inafika in 1942 kijana akagraduate na degree of arts kwa university. Na after amegraduate in 1942 immediately hiyo mwaka akajoin ANC, African National Congress. Yeah. Hiyo ilikuwa ni chama moja yenye ilikuwa imetengenezwa ya Afrika. So our Africa like walikuwa wana liberate manze, wanasema ni aje sisi kama Waafrika tupewe kilicho chetu, wazungu warudi kwao, but ilikuwa ya amani, ilikuwa peaceful. So walikuwa wanapiga hizo malaptu pale Johannesburg, wanachachisha very peaceful, alafu wanarudi mtaa. So wanaifanya kila siku ama once a week. Walikuwa wanaichapa tu, though message ilikuwa inafika. So in 1948 kukaelektiwa the new prime minister wa Johannesburg. Sasa alikuwa anaitwa Daniel Milan. So Daniel Milan kama kawaida vile politician wamezoea, akatokea after amewin, akatokea pale kwa press akasema ni aje, watu wangu Africans tumeweka kwa mahesabu, nyinyi ndo future ya kesho, nyinyi huku ni kwenu, na mfeel free na mfanye chochote kile mnachotaka, ili mradi msiharibu mali ya umma na msiharibu na msichukue uhai ya mtu. Vitu kama hizo aliwachocha tu, barely aliwachocha. Juu after amewin immediately, so kina Nelson Mandela wakaget the opportunity ya niaje. So kama tulikuwa tunachatisha tu kawaida, sasa tutaingia sasa beast mode. Sasa wanachatisha kabisa juu sasa washapewa freedom, washaambiwa huku ni kwao na wanaweza fanya anything yenye wao wanaweza taka. Kitu ilikuwa nimesahau kukushow ni in that 1944 to 1950 boys Nelson alikuwa ameoa, na alikuwa ameoa msichana alikuwa anaitwa Evelyn Mess, na walikuwa wamebarikiwa watoto 4. But after a period of kitu 10 years Nelson alifanya kitu wengi hapa Kenya wanaifanya, wanaita Kipchoge manze. Kijana aliingia mitini, akaachana na bibi yake,
na watoto. Kaona ni aje, family it was not meant for me, marriage is not for me, me and Evelyn we can't work together, so wakaachana. So after wameachana barely 2 years ama tuseme miaka 3 hapo, akaangukia msupa mwingine hapo, the famous one mwenye tunamjua anaitwa Winnie Mandela. So yeye na Winnie Mandela wakashikana na rafiki wake ule wa chuo kikuu pale Fort Hare University mwenye alikuwa anaitwa Olive Tambo, kitu kama hiyo. So after wameshikana sasa ndo pale wakaform sasa group yenye ilikuwa ni dangerous mbaya. Wao sasa wakaanza kuongoza Africans manze towards kupata independent. So this prime minister mwenye alikuwa ameelektiwa, mwenye alikuwa anajulikana kama Milan, akaona hawa sema manze wanakuja sana, wanaingia tu mtaani, wanachachisha na aimbambi, na wanaona ni aje hawa watu watakuja kutake sasa our place, wanataka kuwa wazungu na sisi ndo wazungu, hatutakubali hiyo ifanyike. So in 1960 kuna the famous massacre yenye ilitokeanga South Africa yenye inaitwa Koto Wesunze. Koto Wesunze ilikuwa ni ile time hawa sasa wameenda kufanya maandamano pale tao, wameingia, wamezusha, wamesema tunataka haki yetu, tupeni kilicho chetu. Hiyo time vitu zenye walikuwa na advocate for ni kulikuwa na kitu kama there's this thing yenye ilikuwa inafanyikanga sana. Unapata wewe kama Mwafrika kuna shop huwezi enda na ni kwenu. Unapata kuna places wewe mwenyewe huwezi kanyaga. So kama hapa Kenya, kama unaishi Thika, huwezi enda Nairobi. So kama unaenda Nairobi, lazima uende na kitu passport, kitu kakaratasi tu kadogo kameandikwa jina yako, umetoka wapi, unaishi wapi, uko na miaka ngapi, kadogo tu. So kutoka Thika ukienda Nairobi lazima utembee na hiyo, na kama ukipatikana Nairobi noma, either uwekwe jela ama wakumade. So hizi vitu manze zilikuwa zinawakazia mbaya. So na walikuwa wamenyang'anywa shamba zao. So unapata places kama hapa Kenya wase walitolewa Nyeri. Unajua vile Nyeri kuna mvua manze, lifestyle iko poa, wanapelekwa place kama Turkana. So kwa Turkana obvious hakuna food, hakuna maji. So manze walikuwa wananyanyaswa mbaya, na hizi vitu ndo wao walikuwa wanapigania. So this famous massacre ili happen 1960. Ilikuwa sasa walikuwa wameingia tao sasa kuchachisha sasa clean. So wameingia, wamebeba mabango, wamebeba firimbi, watu ni wengi, ni noma. So this time wakiendelea tu na safari yao, hakukuanga na polisi noya. So wao walikuanga tu wanajua tu watachachisha na warudi mtaani. But this time ilikuwa noma. Juu time walikuwa tu wanaendelea na maandamano yao, kuna gari 5 za makarao zilikuwa zinakaa mdogo. So waliziona from afar. Gari ndo hizo zinakaa mdogo. By the time zinafikia waandamanaji, zika end up kushoot kila mtu pa. So unaelewa tu vile maandamano inakuanga, ni mguu ni ponye, kila mtu mbio. Na by the end of that day, watu 69 souls manze walipoteza uhai yao. So hii kitu manze ilikasirisha kina Nelson mbaya. Ikakuwa sasa ni noma, sisi tunaenda kufanya maandamano peaceful, halafu nyinyi mnakuja manze mnatumada. Why? Mbona mnafanya hivi? So sasa wakaacha kufanya maandamano ile peaceful. So wakaingia beast mode. So wakaanza kutumia guerrilla warfare. So wao wanaingia kwa msitu, wana train, halafu wanatokea tu wanashambulia kama ni makarao ama hizo areas zenye ni za wazungu, wanafanya mbaya. Wanaenda kama kwa shamba ya mzungu, wanaenda wanachoma. Yani wameamua saa hii kama mbaya ni mbaya. So wanapiga shughuli, halafu wanarudi wanajificha. So Nelson akaona hii strategy na work, but hakuanga na skills kabisa. So kafanya ni aje? Akaingia ndege, akaingia Algeria. So pale Algeria akaenda akajifunza mambo 2 matatu, then aka come back.
akikam back akiwa kwa airport akashikwa manze, akatupwa ndani for 6 months. So after ametupwa ndani for a period of 6 months, bado kesi yake iko imesikizwa. So in 1964 ndo kijana alipatikana na hatia ya sabotage arm. Akapatikana sabotage arm in layman terms ni destruction of properties. So unajua tu haikuwa tu ni hiyo peke yake, aliongezewa makesi zingine tu mingi vile inakuanga like umefanya this then ukienda kotini unasomwa tu vitu zingine pia zenye hazikuwa kwa mahesabu. So hivyo ndo ilifanyika na in 1964 kijana akatupwa gerezani Britain Island prison. Hapo hivyo aliserve for a period of 18 good years. Hii miaka ingine yake alispend kwa other cells. So kwa other cells huko tu Johannesburg zenye si that famous, but the famous one ilikuwa ni Britain Island prison. Hapo ndo aliserve for a period of 18 years. So akikuanga prison, kitu ili happen manze alikuwa anateswa mbaya. So ilikuanga ni kazi yake alikuwa anafanya ilikuwa ya kuvunjanga mawe inakuwa kokoto. So kimawe kibigi hivi anaingia pale anaivunja mpaka inakuwa kokoto manze. Unaweza imagine vile alikuwa ana feel huko manze kwa shingo. Alafu unajua at the end of the day ataenda kulala poa, ni place yenye si safe. So ameenda analala definitely vibaya. Then amechoka, ananyimwa maji, sometimes manze hakuli. Alafu hii sasa ilikuwa ni ile physically sasa wanamtesa. But sasa wakaingia sasa beast mode, wakaamua sasa kumtesa mentally. Juu kwa hii prison haukuwa unaruhusiwa like kumvisit. So mtu alikuwa anaruhusiwa tu kumvisit alikuwa tu ni mmoja na ni once in 6 months. Then kitu ingine ilikuwa ina happen ni kama unataka kucommunicate na yeye ni alikuwa anaandikiangwa barua. So unamwandikia barua, wanamwambia vile uko nje vile watu wanachachisha na vile familia yake tu inaendelea. So what kitu ilikuwa ina happen ni our say wa prison walikuwa nakatanga zile zenye nakala zenye za uko nje vile uko nje watu wanachachisha wanakata hiyo. So hakuwa anajua uko nje vile kunaendelea, wanampea tu hii kidogo vile familia yake inateseka. So hapo manzo alikuwa anamtesa noma juu kama kuna barua moja alileteangwa. So alikuwa ameambiwa ni aje manze huku nje tunasema wako free, tunangangana na with time mtu wangu utatoka. Halafu hapo chini wakamwandikia kadogo ili akomalizia na manze madhe amepass. So hiyo ya huko juu walikuwa wanaikata. So anamletea tu akaka barua kadogo ka madhe amepass. So manze unaweza tell vile umse alikuwa anamtesa. After amemletea madhe amepass, barua nyingine kakam. Na ukumbuke hizi barua zinakuja after every 6 months na ni once. So barua nyingine kakam kambia ni aje huko nje manze tunachachisha manze with time utatoka, tunangangana mtu wangu usikufe moyo, we kuwa tu na hope manze, but very soon unatoka. Kamwandikia bado hapo chini na manze kijana wako amepass. So hiyo ya huko juu inaenda inakatwa, analetoa tu kama message kadogo ni aje manze kijana wako amepass. So unaweza tell manze vile huyo kijana alikuwa anateseka akiwa gerezani, haikuanga rahisi. So kina bibi yake hapo hivyo Winnie Mandela na Oliver Tambo, so walikuwa washajitwika jukumu la niaje lazima tupate uhuru. So wakiwa huko nje manze walikuwa wamengangana mbaya vile huyo kijana manze atatoka na vile South Africa itapata independence. So hii period manze vitu zilikuwa moto manze like noma. So hakukuanga na watu wako wanasikizana, wazungu walikuwa na lose hope manze, kulikuwa tu kunoma tu. Na then walikuwa wananidia mtu mmoja mwenye ni aje atakaa mwambie wase tulieni na wase watulie, na msee tu mwenye angefanya hivyo ako prison. So prime minister huyo time alikuwa na kama anaambia ni aje Mandela, si tunaweza come to negotiate tujue ni aje vile wase watatulia.
So Nelson anasema mimi siwezi ingia kwa hizi talks juu mbona mnaniweka kwa talks na niko jela? First mni free, alafu ndo we can talk later. Hizi vitu zinambo. Anaambiwa tu kaa hapo gereza. Kitu siku yenye utasikia unataka kuongea na sisi, utaongea na sisi. But Nelson alikuwa ameamua ni aje? Ni walo naliwe. Mimi sitakubali kutumika vibaya. Sababu already mshanitumia vibaya hapa. Alafu mnataka niende nitulize watu. Alafu tena nirudi gerezani. Hiyo ndio ufala mimi siwezi fanya. So kijana akabaki tu hapo hivyo ndani. So kitu ilifanyika ni mambo ilizidi kuchemka. Na ikakuwa ni aje? Manze hakuna otherwise. So in 1990 manze kijana akatoka prison. Manze kulikuwa ni sherehe moja gwan mbaya sana South Africa. Wase walishangilia, wase manze wali make it like a very great day for them. Akatokea mtaani, akatuliza wase wakatulia na kila kitu ikakuwa poa. So kitu ili happen ni elections ilifanyika in that the following year. So election ilifanyika lini? Cheni confirm election. (1990) (1994). So after amereleasiwa in 1990, kijana in 1994 a democratic election ndo ilifanyika na ali up ku become the first black president wa South Africa manze. Wapi makofi yake? Juu manze ilikuwa ni noma. So the prime minister mwenye alimrelease hiyo time alikuwa ni De Klerk. So hii time walikuwa anafanya election manze, Nelson Mandela alifanya kitu watu wengi hawezi fanya. Hata mimi mwenyewe siwezi fanya. So alichukua hiyo De Klerk akakuwa his vice president candidate. So wakapiga campaign na in 1994 Mandela akaelectiwa kuwa the first black president wa South Africa wa hiyo time. So wase walikuwa na expect mse akiingia manze atafanyia wazungu unyama, lakini wapi. Aliendelea kudumisha tu amani, akasema hii nchi ni yetu wote. Una imagine huyu ni mse waliua mtoi wake, walikataa aende mazishi ya mamake, walimweka jela for whole 27 good years, lakini hakuna kitu aliwafanyia in return. What happened in return? Aliambia ni aje, you black people and white people, you belong to South Africa. Na we are here forever. This is our country, let's build it na tufanye economic way juu. So hiyo period ya alikuwa president alipiga tu for only one term, of which kwa one term na go for 5 good years during that time. So alipiga miaka yake 5 clean na akasema ni aje, whatever I was fighting for imekuwa nzuri, nimefanya economic kwa fiti, najua mnaweza taka niendelee, lakini for now whatever we were fighting for tushapata, na sioni need ya mimi kuendelea kubaki kwa kiti. So Nelson Mandela akajitoa, akajiuzulu kama president after 5 years, na mtu mwingine akaingia ku progress kama the president. So on February 11, 2013 ndo tulipoteza Nelson Mandela, na sidhani kama kuna mtu mwingine ama any African activist mwenye ashaifanya kitu kama Nelson alifanya. Ali advocate for peace, hakupeana revenge, alikuwa tu mboy moja tu mclean. Kitu tu yeye ilimchanganya tu, tuseme tu ni marriage. Juu marriage kwake kidogo kilimleak. What happened ni hata time alitokanga prison after amekuwa president, alipiga kitu kama mwaka moja na akaona yeye na Winnie Mandela pia hawafai kuwa pamoja, they were not meant to be together, na akafanya divorce.
So amepiga divorce mara 2. Kumbuka ule the first wife mwenye alikuwa anaitwa Mess, the same thing ili happen pia ni second. So marriage it was not his thing, but his thing was politics. So yeye alifanya kitu yeye anaweza fanya vizuri. So maybe alifail hapa, but the other hand alipata. So that's the amazing story of Mandela. But kuna conspiracy moja inakuanga watu wa South Africa ama tu kwa internet watu wameichachisha mbaya. Wanasemanga hiyo the real Nelson Mandela died in 1985. So the real Nelson Mandela alikufanga in 1985. Hiyo ni conspiracy. So inasemekana after amededi hakuna vile wase wangetokea kwa ground manze not wase, actually the government itokee waambie Nelson alidedi. So manze ilikuwa tu ni noma. So inasemekana huko prison aliteswa, alipigwa na all these years kijana alikuwa anapitishwa maisha ngumu. So ange survive, ilikuwa tu ni noma. So in 1985 hii mateso yote kijana akaondokea, akadedi. Kumbuka manze bado watu wanachachisha kwa ground. Ni aje like free Mandela, manze we want to see Mandela, we want our freedom, we want this and this to change. Manze tumechoka na ilikuwa mbaya. So this time manze ungetokea kwa ground uambie ni aje manze Mandela amededi, singekuwa worse than vile kumekuwa. So what happened, they had to go back, wakaangalia msee kama nani, tuseme kama huyu the great photographer Gashanja. Wakachukua Gashanja, but this time hawakuchukua this Gashanja, walichukua jamaa alikuwa anaitwa kijana alikuwa anaitwa aje, Gibson alikuwa anaitwa Gibson Makanda. Gibson Makanda. So Gibson Makanda ndo akachukuliwa akapelekwa pale prison. Madaktari wanasemekana ngapi walikuwa wametoka London, wale expert good, like mtu akikufanyia surgery moja hivi utatii. So walikuwa ni madaktari wa kupiganga plastic surgery. So wakakaa pale wakapiga Makanda plastic surgery moja clean. Wakachukua mapua ya Mandela, copy paste, wakatengeneza yani Mandela mwenye ni Mandela the real one, mpaka watu wako like huyu na ameweza. So after wamemtengeneza clean ndo akareleasiwa from prison. Alafu akakam, kumbuka back kuna kitu nimeforget kwa show ni aje, like time alifanyiwa plastic surgery akakuwa kama Mandela, walimtrain ukapata umsi anaongea kama Mandela, like perfect, like ukiekea hapa Mandela na ukiwa umsi like utasema ni mtu mmoja. Wakamtrain kuongea na kutembea, so anatembea kama Mandela na anaongea kama Mandela. Perfect. So after wamefanya hiyo shughuli, so kijana akatolewa prison. Alafu akakaa akaambia ni aje wase manze tulieni, nimetoka prison, lazima tupiganie inji kama Mandela kabisa. Zile vitu Mandela alikuwa anaambianga wase, we must chukue kitu na peace, we must be together, lazima tupendane, either black or white, we are all South Africans, inji ni yetu. So hizo vitu Gibson alikam tu akado the same thing na wase wakatulia. So conspiracy, kitu inafanyanga hii conspiracy kuwe na nguvu sana ni eti after ametoka prison alikamingi akadivorce bibi yake. Na after amedivorce bibi wake alikuanga interviewed some years back na akasema ni aje, that was not Nelson, like huyo si ule Nelson Mandela mimi najua, it was akuwa ni yeye, like yeye aamini like huyo ni mtu wake. Ule mtu alikuwa amekaa na yeye akona watoi wake, huo si mtu wake like kabisa. So the second thing pia yenye napeanga hii theory like nguvu ni umse after ametoka prison alirudi kama amesahau his native language. So in layman terms ni mtu tumtoe wapi? Tumtoe Kajiado, Masai amechukuliwa Kajiado, ameenda prison for 27 good years. Huyu ni mtu amegrow Kajiado, like amefunzwa Kimasai kabisa, kila kitu anajua. But ameenda prison for 27 good years.
alafu anarudi manze ajui hata word moja ya Kimasai. Haizi kuambia oliava, tabala, ero, ajui kabisa. So pia hiyo staff inapeanga hii theory nguvu. Na ni conspiracy. So hatuwezi jua, but whatever happened ni aje, ni huyu kijana alifight for freedom, aliadvocate for peace na alijituma. Like he did whatever he had to do for 95 good years since he was born mpaka akadedi. Ali leave legacy, na hadi sahi kuna Mandela International Day yenye inakuanga celebrated on July, ni international manze, July 18th every year lazima wase wata celebrate. Na kitu ingine umse pia nilikuwa nimeforget kwa show ni aje, ni aliwin Nobel Peace Prize manze, yeye pamoja na De Klerk juu ya kubring peace in South Africa. So hii award pia ujue ipeangi watu hivi. Pia Wangari Maathai alipeangwa, na unajua vitu zenye pia alikuwa amefanya for this country. So hii ni si kitu ya inapewa mtu hivi. Lazima ufanye kitu ndio upate hii. Na Mandela indeed manze pia alikuwa amefanya manze. Nawapenda sana. Imeishi hapo watu wangu. Na kama vile tunasemanga tu, ni kikubamba ni aje, you tell a friend to tell a friend, alafu tunaendelea hivyo, si ndio? So hizi vitu zitakuwa tu zinakam. So acha niseme tu kama pose, mkinisupport wallahi. Wallahi ndafika mbali. So manze, it has been good. Nawapenda sana. Kama dawa, tupatane siku ingine na tutapiga hizi vitu mpaka ziwa bambe, si ndio? Gashanja, si ufanye ile kitu, kata hiyo story. Releasiwa in 1990, kijana in 1994 a democratic election ndo ilifanyika, na aliend up ku become the first black president wa South Africa manze. Wapi makofi yake juu manze, ilikuwa ni noma. So the prime minister mwenye alimrelease hiyo time alikuwa ni De Klerk. So hii time walikuwa nafanya election manze, Nelson Mandela alifanya kitu watu wengi hawezi fanya, hata mimi mwenyewe siwezi fanya. So alichukua hiyo De Klerk akakuwa his vice president candidate. So wakapiga campaign, na in 1994 Mandela akaelectiwa kuwa the first black president wa South Africa wa hiyo time. So wase walikuwa na expect mse akiingia manze hatafanyia wazungu nyama, lakini wapi, aliendelea kudumisha tu amani. Akasema hii nchi ni yetu wote. Una imagine huyu ni mse waliua mtoi wake, walikataa aende mazishi ya mamake, walimweka jela for whole 27 good years, lakini hakuna kitu aliwafanyia in return. What happened in return? Aliambia ni aje, you black people and white people, you belong to South Africa. Na we are here forever. This is our country. Let's build it na tufanye economic way juu. So hiyo period alikuwa president alipiga tu for only one term, of which kwa one term na go for 5 good years during that time. So alipiga miaka yake 5 clean, na akasema ni aje, whatever I was fighting for imekuwa nzuri, nimefanya economic kwa fiti, najua mnaweza taka niendelee, lakini for now whatever we were fighting for tushapata, na sioni need ya mimi kuendelea kubaki kwa kiti. So Nelson Mandela akajitoa, akajiuzulu kama president after 5 years, na mtu mwingine akaingia ku progress kama the president. So on February 11, 2013 ndo tulipoteza Nelson Mandela, na sidhani kama kuna mtu mwingine ama any African activist mwenye ashaifanya kitu kama Nelson alifanya. Ali advocate for peace, hakupeana revenge, alikuwa tu mboy moja tu mclean. Kitu tu yeye ilimchanganya tu, tuseme tu ni marriage juu. Marriage kwake kidogo kilimleak. What happened ni
hata time alitokanga prison after amekuwa president, alipiga kitu kama mwaka moja na akaona yeye na Winnie Mandela pia hawafai kuwa pamoja, they were not meant to be together, na akafanya divorce. So amepiga divorce mara 2. Kumbuka ule the first wife mwenye alikuwa anaitwa Mess, the same thing ili happen pia ni second. So marriage it was not his thing, but his thing was politics. So yeye alifanya kitu yeye anaweza fanya vizuri, so maybe alifail hapa, but the other hand alipata. So that's the amazing story of Mandela. But kuna conspiracy moja inakuanga watu wa South Africa ama tu kwa internet watu wameichachisha mbaya. Wanasemanga hiyo the real Nelson Mandela died in the real Nelson Mandela alikufanga in 1985. Hiyo ni conspiracy. So inasemekana anga after amededi hakuna vile wase wangetokea kwa ground manze not wase, actually the government itokee waambie Nelson alidedi. So manze ilikuwa tu ni noma. So inasemekana anga huko prison aliteswa, alipigwa na all these years kijana alikuwa anapitishwa maisha ngumu, so ange survive, ilikuwa tu ni noma. So in 1985 hii mateso yote kijana akaondokea akadedi. Kumbuka manze bado watu wanachachisha kwa ground ni aje, like free Mandela manze, we want to see Mandela, we want our freedom, we want this and this to change. Manze tumechoka na ilikuwa mbaya. So this time manze ungetokea kwa ground uambie ni aje manze Mandela amededi, singekuwa worse than vile kumekuwa. So what happened, they had to go back, wakaangalia msee kama nani, tuseme kama huyu the great photographer Gashanja, wakachukua Gashanja, but this time hawakuchukua this Gashanja, walichukua jamaa alikuwa anaitwa Gibson, alikuwa anaitwa Gibson Makanda. Gibson Makanda. So Gibson Makanda ndo akachukuliwa akapelekwa pale prison. Madaktari wanasemekana ngapi walikuwa wametoka London, wale expert goat, like mtu akikufanyia surgery moja hivi utatii. So walikuwa ni madaktari wa kupiganga plastic surgery. So wakakaa pale wakapiga Makanda plastic surgery moja clean, wakachukua mapua ya Mandela waka copy paste, wakatengeneza yani Mandela mwenye ni Mandela the real one, mpaka watu wako like huyu na ameweza. So after wamemtengeneza clean ndo akareleasiwa from prison, alafu akakam. Kumbuka back kuna kitu nimeforget kwa show ni aje, like time alifanywa plastic surgery akakuwa kama Mandela, walimtrain ukapata umsi anaongea kama Mandela, like perfect, like ukiekea hapa Mandela na ukiwa umsi like utasema ni mtu mmoja. Wakamtrain kuongea na kutembea, so anatembea kama Mandela na anaongea kama Mandela. Perfect. So after wamefanya hiyo shughuli, so kijana akatolewa prison, alafu akakaa akaambia ni aje wase manze tulieni, nimetoka prison, lazima tupiganie inji kama Mandela kabisa. Zile vitu Mandela alikuwa anaambianga wase, we must chukue kitu na peace, we must be together, lazima tupendane, either black or white, we are all South Africans, inji ni yetu. So hizo vitu Gibson alikam tu akadu the same thing na wase wakatulia. So conspiracy, kitu inafanyanga hii conspiracy kuwe na nguvu sana ni eti after ametoka prison alikamingi akadivorce bibi yake, na after amedivorce bibi wake alikuanga interviewed some years back na akasema ni aje, that was not Nelson, like huyo si ule Nelson Mandela mimi najua, it was akuwa ni yeye, like yeye aamini like huyo ni mtu wake, ule mtu alikuwa amekaa na yeye akona watoi wake, huyo si mtu wake like kabisa. So the second thing pia yenye napeanga hii theory like nguvu ni umse after ametoka prison alirudi kama amesahau his native language. So in layman terms ni mtu tumtoe wapi? Tumtoe Kajiado, Masai amechukuliwa Kajiado, ameenda prison for 27 good years. Huyu ni mtu amegrow Kajiado, like amefunzwa Kimasai kabisa, kila kitu anajua, but ameenda prison for 27 good years, alafu anarudi manze ajui
hata word moja ya Kimasai. Haizi kuambia oliava, tabala, ero, ajui kabisa. So pia hiyo stuff inapeanga hii theory nguvu. Na ni conspiracy. So hatuwezi jua, but whatever happened ni aje, ni huyu kijana alifight for freedom, aliadvocate for peace na alijituma. Like he did whatever he had to do for 95 good years since he was born mpaka akadedi. Ali leave legacy, na hadi sahi kuna Mandela International Day. Nimeforget kwa show ni aje, ni aliwin Nobel Peace Prize manze, yeye pamoja na De Klerk juu ya kubring peace in South Africa. So hii award pia ujue ipeangi watu hivi. Pia Wangari Maathai alipeangwa, na unajua vitu zenye pia alikuwa amefanya for this country. So hii ni si kitu ya inapewa mtu hivi. Lazima ufanye kitu ndio upate hii. Na Mandela indeed manze pia alikuwa ameifanya manze. Nawapenda sana. Imeishia hapo watu wangu. Na kama vile tunasemanga tu, ni kikubamba ni aje, you tell a friend to tell a friend, alafu tunaendelea hivyo, si ndio? So hizi vitu zitakuwa tu zina come. So acha niseme tu kama pose, mkinisupport wallahi ndafika mbali. So manze, it has been good. Nawapenda sana. Kama dawa, tupatane siku nyingine na tutapiga hizi vitu mpaka ziwabambe, si ndio?